umesaidiwa na watu wa kanisa, wamekupatia mahali pa kulala, wamekupatia chakula, umeng'ara, ulioga ukakuwa mtu mzuri, utawaonyesha picha venye ulikuwa na sasa venye uko, si ndio? Na Mungu akubariki. Mungu akufungulie njia, akufungulie milango yako mahali popote utaenda. Upate kibali. Nipate kibali. Na ukaenda shosho kidogo, alafu mtakuja na shosho, waambie shosho nataka kuenda huko. Ukuje ukaone wale watu waliniokoa kutoka kwa kuvuta gamu, kuvuta bangi. Na tunakupenda sana. Uende, shosho atakuombea, atakubariki. Na ile mapepo yote ambayo ilikuwa imekushika yote katika jina la Yesu Kristo ushindwe. Piga magoti chini hapa nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kuabudu na ninakushukuru kwa sababu ya mtoto huyu. Mwangalia alipokuja katika nyumba hii, alikuja akiwa chokora, lakini sasa ametoka hapa akiwa mtoto mzuri, mtoto nadhifu, aliye na usafi, mtoto ambaye amejikubali na kujua na hata kutaka kwenda nyumbani kuona wazazi wake. Mungu wangu muongoze, maana hakuna mtoto ambaye anakuanga mbaya. Mungu akubariki. Unapoenda nataka nikukabidhi kwa dada hapa kuja. Na kukabidhi huyu, uhakikishe amefika nyumbani, uhakikishe ameonana na watu wote, kisha mtakaporudi mtuletea ripoti mzuri. Si ndio? Ufika nyumbani mwambie shosho nampenda sana. Anaitwa nani shosho? Shosho Dungu. Shosho? Dungu. Mwambie asante, mwambie umefanikiwa kupata watu ambao wamemkuleta nyumbani. Now, east to west, home is the best. We are headed to Nakuru where Simon will meet his grandma and his siblings. Si twende pamoja.
Now, home sweet home. Here we are with Simon Subukia kwa Njagi, and we'll go with that direction tufike kwao tujue familia yake itareact aje. Mwenyewe nilisikia kwa redio nikashanga. Unaona nyoka wakata? Bezeni nilikuwa hivi. Nilikuwa na karedio fulani hivi. Juu mimi nilikuwa na dahigura kile inoro, unaona? Kwa higura inoro. Nilikuwa jage wa wakahiga shopping center nyoka ndio alisema hata nyoka alisomea hapa Kieni. Na alikuja. Akasema aje jage wa wakahiga ni hapo. Ya kufurukia uone. Kusikia hivi. Kwambia nikishangaa. Hata nilikuwa nasema nikiona pesa naweza kuja na huku ndio Mazishi. Unajua angeziko hapa kwa shamba. Yaliziko hapa kwa shamba yako. Hapo juu. Hapo alikuwa mkazi. Hata mbao kupatia. Nilikuwa tunaenda kununua mafuta hapo. Ninaenda napatana naye namwambia aje Njagi isiniwekee mafuta. Inabaki shilingi 5. Njagi unajua kama shilingi 5 hayuko hawezi kuwekea mafuta. Hiyo ni kweli. Hiyo umesema ukweli. Jua hiyo siku ilikuwa hadi shilingi 2. Ilikuwa bado kuduka hiyo mafuta inabaki shilingi 2 ama kunaongeza shilingi 2. Bila hiyo shilingi 2 Njagi Mungu mmoja angekuwekea mafuta. Hawezi. Njagi mami mimi vile nimemjua nilikasirika mami kisikia. Ndio watu wanakufara. Watu wanakufara. Sawa, asante. Asante sana. Ndio tutabanda hivyo. Kuna Subukia County. Lakini watu wameanza kujenga jiji. Ai, Subukia sio county. Ni constituency. Na watu wameanza kujenga jiji. Kijiji kama zamani. Umpigie hadi mahindi aone. Usiku hivyo kwa nini? Yaogopa kuiba siku. Sasa mwenyewe amejiseti kwa huku ndio wanakatananga na panga. Usiku Abuzi mama mchana kitakutana. Mwizi. Wasikukote. Endelea tena.
Aimosha Roma hawezi Kwa vile baba yenu hapo niambia ndio umefika home chini wapi Madhara sijaenda hata baba yenu hujaona kwani ni babangu kwani wambua ni babangu huyu inasemanga kwa kazi. Natoka Nairobi aliko kwa street amesema. Sasa hata ujui madhara kwa wapi? For 8 years. Haki. For 8 years ndo tuko naanza tukuja huku na yeye kama shosho yake yako atakaa alafu atarudi Nairobi na yeye tu kama tutakuwa. Yaani maito alikufa. Si alikuwa amejengaga hapa. Unajua hivyo? Mimi kanga matope. Nyumba ya matope. Singana 2015. Habari yako? Nzuri sana. Majina yako kamili ni nani? Jacob Mushiro. Sasa tunauliza umefeel aje kuona ukijana amerudi na imekuwa miaka ngapi? Nimefurahia kwa hiyo miaka yote ameenda kijana. Hata nimeshtuka ni kumuona. Nashukuru Mungu. Kumuona kwa uhai. Nashukuru. Na sasa ni miaka ngapi tangu aondoke nyumbani? Ni miaka 8. 8 years. 8 years. Kama ameenda nyumbani, kama ametoka nyumbani. Umefeel aje sasa leo hii kumuona?
Nimefeel poa. Juu kuona baada ya miaka 8 hiyo, hata siku moja mtu kuenda, unasikia ukifeel vibaya. Juu sasa nimestuka kumuona. Na tangu waende hizo miaka 8 mmewahi kumtafuta? Hangu mimi sijui sasa. Juu alikuwa na wazazi. Wazazi wake wako? Wazazi wako, lakini sijui kama wamehama. Wapi? Wako mahali inaitwa Mathare. Nairobi? Tetu. Mathare Tetu. Wapi? In direction huko ni wapi? Nipande huko chini. Lakini alikuwa anaishi hapa na shosho? Alikuwa anaishi na shosho. Na huyo shosho alienda wapi? Aliaga dunia. Saimo, unafeel aje umefika nyumbani? Unafeel vizuri umefika nyumbani? Na unafeel aje umeona huyu ni umesema wewe ni nani kwake? Unaweza kaa vizuri Saimo? Hivyo ndo tupate hiyo sauti. Unafeel vizuri kwa nyumbani? Na naona kidogo kuna huzuni. Kwa nini? Ukapata news, bad news. Lakini kwa yote tunashukuru Mungu umefika nyumbani, si ndio? Now, this is a very, actually when we came, it is tuko na story ya kufurahisha na tuko na story ya kuhuzunisha. Kitu cha kwanza tumetoka Nairobi kama tuko na furaha kwa barabara. Saimo hapa alikuwa amefurahi kabisa, atamit the late grandma na atakuja nyumbani kwao baada ya 8 years. But again, tumefika hapa, tumepata shoshake aliaga dunia 2015, which is a very sad story at the moment. Lakini pia kwa wote tunamshukuru Mungu kwa sababu cha muhimu Saimo ameweza kufika nyumbani. Na sasa tutaelekea pale Mathare, mahali ambapo panaaminika kuwa wazazi wake wanaweza kuwa hapo. Sasa najua story inaweza kuwa mzito. Kwa kila boma. Sasa huwezi jua. Siwezi ndanganya. Sasa mimi siwezi jua zaidi ya hapo. Mimi ni anuka yake. Baba yake na mimi ni cousins. Mimi najua baba yake. Sasa sijui mama yake kama waliachana na baba yake. Mimi naona baba yake tu kwa barabara. Sasa huwezi jua hii mtoto ni wa kuoleka na yeye. Sasa unaona? Ndio sasa siwezi kuwa na story hiyo kubwa. Sasa sijui wenye wanaishi. Kweli? Mimi nakuoleka naye. Unaona? Labda pale ile kwa ile boma iko na shida. Na huwezi jua. Shosho hata mimi nilimpenda sana. Nisikia kuanguka hata mimi. Nikisikia shosho ameanguka. Nikashtuka. Shosho alikuwa anasimama na kila mtu. Kama kuna makosa anamuita, hiyo makosa unashuruhisha, hiyo makosa inaisha. Sasa nimeshtuka nikumuona. Nimeshtuka. Juu alikuwa kijana mdogo. Sasa nimemuona amenitokea. Aliondoka hapa kama akiwa na miaka kama ngapi? Labda 10 ama 9. Hata yeye mwenyewe alisema ni 10. Shosho alikuwa anaishi hapa. Na naishi huko. Sasa sisi tulikuwa tunaishi na yeye hapo. Alikuwa amejenga hapo. Sasa mimi sikuwa naishi hapo. Siko nimeoa. Naitio kazi Thika, naitio Eldoret hivyo. Sasa hata kijana akienda sikujua mimi. Shosho nikamuuliza akaniambia sijui kama alienda mama yake, ndio alitoka akaenda. Sasa unajua baba yake si mtu wa story. Mimi ni kazini yake. Yaani baba yangu na mama yake ya baba ya huyu ni sister na brother. Sasa tukikutana kwa ile barabara tukisalimiana tu, chukua huyo customer yeye peleka na huko kwenye na mimi nichukue nipeleke pande hii. Story mingi watu wako hivyo tu. Lakini ukaa chini eti tuseme bibi yako anakaaje? Tumekaa. Kutoka Shoshua akufe. Hii boma ilikuwa mzito. Sasa naona hebu jikaisha na Mungu wako, naomba tu bora amani.
Sasa unaona mimi nikimwacha kwa hospitali nikarudi kazini. Nikirudi kazini nikasikia ameshaaga. Sasa alikuwa anaenda kuangalia ni watoto yake. Babangu, shoshe sasa akina huyu hivyo. Iko tunapaa tupee huyu kwa sababu naona shosho yupo. Huyu tulikuwa tunakaa nyumba. Hata nimeshangaa. Si unaona nilikuwa nimeleta hawa hii nyumba nikidhani ati ndio nyumba unajeki. Ukuja si ndio nimekuja hapa. Unaona shosho? Shosho ndio ananisomesha. Na amenisomesha ile shule yenye nilikuonesha tukio. Ndio amenisomesha. Niulize kama huyo ni babangu, unafikiria anaishi na huko hizo siku zote. Na mimi nilikuwa nakuja nikitarajia nitapata shosho kama haiko shida. Kazini yangu kuna watoto watano sasa. Kuna siku hata najua namba yao na kichwa, kuna siku nilikuwa nampigia simu. Lakini ucheki yazi niambia ati shosho yangu alikufa. Nikamwambia ndakuja kutembea siku moja, nikipata huko Nairobi fare nakula. Unaona? Sasa hizi ndio nimemuuliza ndio niambia leo hapa. Shosho yangu. Unaona? Sasa unajua ni aje? Jamila. Tufanye aje? Huku siwezi kaa kitu hapo, unaona? Huko kwa ule anasema ati ni babangu. Nilikuwa naishi na shosho yangu. Sasa hata kama nitafanya nini si wangu ndio ujitembeze. Lakini mimi mwenye amenilea ni shosho yangu. Ajiki. Sasa mimi maneno sijui gani. Mimi tungepata shosho yangu, mungejua venye mungeongea na. Kama singekuwa. Kama shosho angekuwa ndio angewaeleza maana. Sasa unaona nimekuja kupata mimi. Sasa nyinyi juani Kenya mtoka. Niende. Sasa unajua taimo ndio nimeona sasa hata mkienda babake kama washiriki na yeye. Mimi aje niende ni haso kivyangu. Sawa. Niende ni haso kivyangu. Sawa. Mungu atafungua nje. Sawa. Hivyo ndio mimi ningesema leo. Yeye mrudi na huyu umtumie namba. Ni kweli? Jukawa hata mkitumia baba yake ataruka tu kesi. Hata wangenitoa Nairobi, mungeacha nikae Nairobi bwana. Kama mtarudi na yeye kama namba yako kama namba huu nitamtuma on Monday. Sina kwa on Monday. Kama mtarudi na yeye sema sema yenye nataka. Kama tarudi kijiji, tarudi. Kama tarudi Nairobi, hamjafanya kazi ya bure. Hamjafanya kazi ya bure. Kama ni boda, zimekwambia boda utapata huko chini. Sasa kuteremka distance tena hapa ni mbali sana. Alani ni hapo. Mimi nilikuwa nakaa na shosho hapo. Si niko ile unaona ile waindi iko huko. Na tulikuwa tunakaa hapa. Hapa. Yo, guest house inaweza kuwa pesa ngapi hivi? Yo, palipa kulala.
hata nyumba lazima mchukue picha baba. Eh? Lazima hata nyumba mchukue picha.